kwenye chango hii ya kliniki ya afya mapenzi na kuletea mada inayosema wapenzi wanaomaliziana hamu zao. Wapenzi wanaomaliziana hamu zao. Nimekutana na kesi moja ya ajabu sana. Leo nimeongea na dada mmoja mwenye umri wa miaka 38. Yuko ndani ya ndoa miaka 9. Inasikitisha sana pale ambapo mtu anakuwa amekata tamaa juu ya ndoa ile. Anakosa raha. Amejifungua na watoto mapacha. Anasema hata ile hamu ya kuwanyonyesha watoto anajisikia vibaya. Kwa nini? Mume wake ana mchepuko. Unaweza mume wake ana mchepuko. Amegundua mume wake ana mchepuko na mume wake amemwambia kwamba nafikiria kuoa mwanamke mwingine kwa sababu ni Muislamu. Amechanganyikiwa. Sasa nilikuwa nimeenda kwenye mazoezi juzi, nikakutana na mtu mmoja anafanya mazoezi lakini ameweka wimbo kwenye simu yake anasikiliza. Wimbo mmoja ulikuwa unapigwa pale, anasema tunamaliziana hamu na mwenzangu. Nyinyi mnamuita malaya lakini mimi namuona ananifaa. Anasema nyinyi mnamuita malaya lakini mimi namuona ananifaa. Sasa ninazungumza kwamba mapenzi wanaomaliziana hamu, kila mtu ana hamu ya mambo fulani katika maisha yake. Kubwa ni kwamba kila mmoja anapendwa ajisikie kwamba anapendwa. Anapenda ajisikie aone kwamba yeye ana thamani katika maisha ya mtu mwingine anayehusiana naye. Sasa ndoa ya miaka kama hiyo, alafu mtu anatamani hata kufa. Amepata watoto mapacha lakini hana raha nayo. Ni kwa nini? Nilipoongea naye huyu mama kwenye simu, alinitumia message ndefu. Nilipoongea naye kwenye simu, anasema kwamba huyu ni mwanaume wake wa kwanza na hajawahi kuona mwanaume mwingine. Na inaweza kuwa ni mwanamke uliye naye ni mwanamke wako wa kwanza, hajawahi kuona mwanamke mwingine. Haimaanishi kwamba wewe umekuwa kimeo. Ni kwamba lazima ujue jinsi ya kutafuta mzizi wa tatizo badala ya kukata matawi. Watu wengi wanakata matawi badala ya kuangalia mzizi wa tatizo. Kata matawi maana kitachipua tena. Sasa huyu dada nimeongea naye, nikaona kwamba tatizo ni kwamba kuna mambo mengi hayajui jinsi ya kuishi na mwanaume, mahitaji ya mwanaume yakoje, na kuna wanaume ambao hawajui mahitaji ya mwanamke yakoje. Nakumbuka kuongea na kaka mmoja kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, akasema nilikuwa sijui kama namtesa mke wangu. Juzi nimeongea na kaka mmoja kutoka Dodoma, mke wake analala na nguo, ndoa ya miaka 3, mke wake analala na nguo. Unaweza kuona amekasirika dada huyu na kaka ameumia kwa mke wake analala na nguo, inakuwaje analala na nguo? Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Ninachozungumza ni kwamba kuna kitu fulani, na kwa sababu nilipoongea naye huyo kaka kutoka Dodoma, nikamweza kumuuliza maswali, nikamwambia tatizo liko hapa. Tatizo liko hapa. Akasema tena kweli nilikuwa nimeona dalili kama hizo, lakini sikuwa na uhakika. Kwa nini nimesema kwamba wapenzi wanaomaliziana hamu wako hivi? Nasema hivi, kuna mtu ambaye anapenda awe na mwanaume au mwanamke ambaye ni muongeaji. Wewe sio muongeaji. Hamu yake ya kuwa na mtu ambaye ni muongeaji inakuwa haijamalizika. Mwingine anapenda awe na mwanamke au mwanaume ambaye ni mcheshi. Wewe sio mcheshi. Kwa hiyo hamu yake ya kuwa mwanaume ambaye ni mcheshi haipo. Mwingine angependa kuwa na mwanamke ambaye anapenda wao wanaenda outing mara moja kwa wiki, mara moja kwa mwezi. Anapenda kuwa na outing. Huyu mwanamke anaibu. Hapendi kwenda outing kwenye mazingira kwenye public, hapendi. Hamu huyu mwanaume inakuwa haijakamilika. Mwanamke huyu angependa akitembea na mume wake awe amemshika mkono. Anapenda hicho kitu kwamba nikitembea na mume wangu amenishika mkono, lakini mume wake hafanyi hivyo. Nasema haya mambo ya kizungu, watu wa kizungu. Mwanaume angependa akirudi nyumbani mke wake anamkumbatia, nilikumisi baby, umerudi kutoka kazini, pole na kazi, lakini mke wake hamkumbatii. Hiyo hamu haijamalizwa. Mwanamke angependa asifiwe na mume wake, ama mke wangu una miguu mizuri, mke wangu unajua kupika chakula vizuri, mke wangu nguo yako imekupendeza. Hiyo hamu haimalizwi na mwenzi aliye naye. Mwanaume angependa kusikia mke wake anamsifia, mume wangu
wewe uko smart sana. Mume wangu, wewe unajali sana familia. Mume wangu, wewe handsome. Angependa kusikia mke wake anamsifia. Anayo hamu, lakini hamu hii haimalizwi na huyu mwanamke aliye naye. Mwanamke angependa mwanaume awe anamalizia hamu yake ya tendo la ndoa, afikishe kileleni, lakini mwanaume huyu ana tatizo la kuwahi kumaliza. Ana tatizo la nguvu za kiume. Hebu fikiria huyu mwanamke alikuwa anaongea naye. Anasema, "Dokta, nimeona mafunzo yako YouTube. Mimi ni mwanamke umri miaka 39. Mume wangu akija anaingiza kwa shida. Na akimwaga mimi ndo kwanza na kwa ndo nimeanza kupata hisia. Nikilalamika nakasirika." Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Unasema nikilalamika nakasirika. Unaweza kuona jinsi gani inatisha. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo hatuyajui, ambayo yakimsaidia mtu ajisikie kwamba kweli mimi ninastahili kupendwa. Kweli mimi napendwa. Hiyo ni hamu ya kila mmoja angependa ajisikie kwamba mimi napendwa. Sasa ni bidii gani mwenzio anaifanya kukuthibitishia wewe anakupenda katika maeneo mbalimbali, sio eneo moja. Sasa ukikalia eneo moja ndio utaonekana unaboa. Sawa? Sawa, ukikalia eneo moja utaonekana unaboa. Sasa shida iliyopo ni kwamba watu hawana muda wa kuongelea mahusiano yao. Hawana muda wa kuongelea jinsi gani ya kuboresha mahusiano yao. Muda haupo. Na kama haupo, kuna madhaifu ambayo mwenzio hajakuambia. Kuna madhaifu ambayo unayo mwenzio hajakuambia. Huyu dada baada ya kuongea naye nikamwambia, huwezi kuona kwamba huenda maumbile yako yametanuka kama mwanamke ametanuka mwanaume apate msuguano mkubwa. Ndio maana hata akiingiza pinalalo humo. Unaweza kuona maumbile yako ni makubwa, yametepeta sehemu zako za siri kama mwanamke huwezi kuona. Akasema inawezekana kweli dokta. Manake nijifungua mapacha kwa shida kweli. Unaweza kuona jinsi gani? Alikuwa hajui. Kwa hiyo unamlaumu mwanaume, unamlaumu mwanamke, ila kwa sababu hamuambiani ukweli. Kunashindwa kuwepo na connection. Mnapokuwa mnaambiana ukweli, kuna kuwepo na connection. Wataalamu wengi wa mahusiano ya kimapenzi wanakuambia mawasiliano ndio kitu cha muhimu sana. Mawasiliano ndio kitu cha muhimu sana. Ni kweli. Lakini kuna tofauti ya kuwa na mawasiliano na kuwa na connection. Mawasiliano ni kubadilishana taarifa. Lakini connection ni kubadilishana wanadamu wako. Mtu akujue wewe undani wako ukoje. Sasa watu wengi tunaogopa kuambia watu ukweli uliomo ndani ya moyo. Kwa hiyo unajifanya kwamba hujakasirika kumbe umekasirika. Unajifanya hujahuzunika kumbe umehuzunika. Kuna jambo ulipendi lakini unaogopa kumwambia kwa sababu unajua ukimwambia atakupiga ngumi ya pua. Sasa hapo hata kama mnawasiliana mara kwa mara lakini hamwasiliani kwa kutengeneza connection. Mnawasiliana kwa kupeana taarifa tu. Kuna mawasiliano ya kupeana taarifa lakini si mawasiliano ya kutengeneza muunganiko wa watu wawili. Haya ni mambo ambayo unapaswa ufundishwe. Sawa, unapaswa ufundishwe ujue jinsi gani ya kutengeneza mshikamano wa kihisia nyinyi watu wawili ambao mnaishi pamoja kwenye mahusiano ya mapenzi. Bila kujua njia za kutengeneza connection ambayo ni strong, connection ambayo ni imara. Mtabakia kulaumiana, mtanuniana sana. Dada mmoja nilikuwa naongea naye mwezi uliopita, nasikitisha kweli. Ana kazi yake nzuri, mwanaume ana kazi nzuri. Lakini mwanaume hamsaidii mwanamke, hamsaidii. Unaweza kuona mwanaume anajenga hoteli, mwanamke ana habari. Vitu kama hivyo kushirikishana. Kwa hiyo mtu anaogopa hapa nikikwambia vitu vyangu labda utakuja utaniacha huko mbele. Kwa sababu hajisikii kupendwa kikamilifu. Nikwambie kila kitu. Labda huko mbele utakuja utaniacha. Twenda mahakamani tuombe talaka tugawane mali. Kwa hiyo anakuficha. Kwa hiyo umeshindwa kutengeneza muunganiko wa kihisia. Mtu kule ajue kwamba tuko pamoja, kile tunaweza kufanya ni kwa ajili ya yetu sisi wote. Hicho kitu hakipo. Kuna mambo anaficha kwa sababu anaogopa, anaficha. Kuna watu ambao wanajisikia upweke japokuwa wameolewa au wameoa. Anajisikia upweke ndani yake kwa sababu hajafanya connection. Muunganiko wa kihisia na huyo mtu ameolewa au ameoa lakini bado anajisikia hali ya upweke. Mmeshindwa kumaliziana hamu katika maeneo mbalimbali na
mfanyeje. Hicho bakia ni kulaumiana au kununiana, haipendezi. Hii ni kliniki ya afya ya